Newero TV. Kathosha mwanya muno kiwa mutegere Wero TV no tubokona kanya gakwatana batu ki mubango ya nkombo cha midega yoro yokwera tukuchethete Jumapili kwambiriria 6:45 pm na ratutieri tukwithia tugikwa ngono mwanya cha kuma kiotumiri banda wa chembo gita mwanka oturo kwagira morotoni yotiri tukwithira atwikwariria no konia njira ira bamwe bethirite bekulukira na bakinya no uturo bwo burethira bwichenche na burachokanira betawini wa Kenyero. Karibu sana. Asante. Naitwa nani? Kwa majina naitwa Anthony Kirima, mkazi wa Meru, Buri constituency, Ruire. Yeah. Mutegere Wero TV watu itikiria na tukurombe urekeri tukethia tuitumira Kiswahili kidogo. Ira ni lugha irake ithira uthukiwe kwithira giutariria boya kendo menya kwithira kiwataro kiendo rwawe. Tuanzie safari yako. Okay, umeniambia unaelewa Kimeru. Tuambirie kirugendo roku. Rugendo roku rwa kuma kiotumiri bwandawe chiambo gite iriri uambiriretie utumiri bwandawe u na indawe iriri kuambiriretie acio na imbiwe byongo bya gusukumete kuingia kwa hizo tracks. Okay, asante. Nilianza kunywa pombe nikiwa high school form 2 hapo around 2001. But haikuwa serious vile, kwa ile ya weekends na my friends tukienda, kuna vitu kwa tunaita jam sessions zile za teenage zile, so kwa tunanunua zile pombe za 10 bob kama unazikumbuka zile ndogo, so tukaanza hapo kama experimenting pole, but haikuwa that serious. After that nikafanikiwa nikaenda campus university. So huko sasa ndio ikakuwa ni jioni kwa na freedom. So huko ndio ikakuwa na ile heavy drinking. So kidogo ngajipata sasa niko in it, siwezi kujitoa. Yeah. Labda ulitumia dawa gani? Alcohol. Peke yake? Alcohol peke yake. Kwa sababu ilikuwa ni my choice of drug na sawa hizo zingine nilikuwa najaribu, but nilikuwa napenda sana alcohol because nilikuwa naona ina aibu. Si kama bangi. Experience yako ya mbere kukunda alcohol ilikuwa aje? Experience ya kwanza, okay, ilikuwa taste yake ilikuwa siipendi. Na sikuwa nimelewa sana. Nakumbuka nilikuwa nikikunywa naenda nyumbani, nilikuwa nasoma day school so nilikuwa naenda nyumbani, so wazazi wasijue nimekunywa, nilikuwa nachukua samaki zile dry samaki zile nakula ama orbit. So ikakuwa ni behavior that haikuwa noticed. After wakati nimeingia campus, sasa wakati niko na freedom na niko na time na pesa kidogo pocket money, so nikaona najua campus ufuatiliwi uendi classes ama nini, so nikakuchukua hiyo time sasa kukunywa heavily from I think kuanzia asubuhi mpaka wakati nita blackout ndio nitaacha. So ilikuwa experience yangu ilikuwa mzuri, sikuipenda because at the end of the day ulikuwa na feel ulikuwa na regret, but ni chain ambayo imekuingia, huwezi jifree. Haya, maybe no tuikeke that journey kajani kauka weekend wayo kiwa shule, nini ilikuwa inaendelea, maybe vitu ulikuwa unafanya. Funny thing, wakati nilikuwa shule nikitumia sikuwa naanguka mitihani. Nilikuwa nafanya vizuri, ilikuwa inafika tu to a point that hata kunywa chai nilikuwa nashindwa. Nilikuwa naenda nachukua zile spirit, zile cheap liquor, zile za raisi na kunywa asubuhi na mkate, ndio nakimbia nafanya exams. Ilikuwa kunisumbua sana academically, but afterwards, after sasa kutoka shule kuingia kwa kazi, unajua hapo sasa ndio unamulikwa vizuri na employer. Sasa singeweza kufanya. Ulitumia mpaka ukiwa kazi? Ati? Ulitumia mpaka ukiwa kazi? Nikiwa kazi, nimefutua kazi karibu mahali kama 7 hivi. Na hebu tupeleke hiyo kajani sasa. After
after campus nikapata kazi ya kwanza. Weird funny thing nilipata kwa casino. Na unajua casino kuna alcohol. So after kulipwa mshahara nilikuwa naitumia tu hapo kwa hiyo casino kukunywa. Nikaendelea, God is good, akanipatia better job. Sasa ya ofisi. Nikafanya, sasa ilikuwa nikipata mshahara kama mwisho wa mwezi. Sionekani kazi for 1 week. Na hakikisha inapotea, na kisha nimekunywa yote. Alafu after that nangojea katikati ya mwezi tena nipate advance, nakimbia napotea kama 2 days. Sasa unajua tabia utaendelea vizuri mpaka employer ka notice, nikapata warning letters, nikafutwa kazi, nikapata kwingine same behavior, nikaipeleka huko. Mpaka wakati nikachoka hata mimi pia hiyo kufutwa kazi kila wakati. Nikasema acha tu sasa niache mambo ya kazi, nitafute kitu kingine. Na campus kulikuwaje? Huko kuna freedom? Campus ilikuwa kama ni ulevi, ile headquarters ya ulevi ni campus, kwa sababu huko alcohol ilikuwa readily available. Ilikuwa ukiamka tu asubuhi, wewe mbali sana kutafuta, iko tu hapo kwa hostel hapo nje. So tulikuwa tunapatiwa pocket money. So ilikuwa ikiingia wakati inakuja, hiyo wakati hata uzi na class, nilikuwa nahakikisha nimekunywa yote, nimeisha. Mpaka wakati imeisha sasa ndo naanza kupigia mzazi simu, unajua kuna this and this project, anitumie pesa. Campus nakumbuka wakati nilianza kujua nilikuwa na shida na alcohol, na wakati nikikunywa nilikuwa siwezi handle. Nilikuwa na blackout, nalala, saa nyingine nakosa classes, saa nyingine nakosa exams. But experience yangu ya alcohol sana campus ilikuwa tu kukunywa for fun na friends. Ilikuwa ni peer pressure. But nikifika third year, fourth year, haikuwa peer pressure anymore, ikakuwa ni way of survival. Kwa sababu singeweza kufanya anything bila hiyo alcohol kwa system. Wazazi nyumbani walikuwa wanajua? Nikiwa campus walikuwa wanajua. Wakati sasa kwa shaza kujua, kwa sababu hata mimi mwenyewe kwa najisikia niko over 18, so there's nothing to hide kwao. Nilikuwa nakunywa but nilikuwa nakunywa na moderation wakati tumefunga nikiwa kwa nyumbani. Lakini wakati niko campus nilikuwa najiachilia sasa. Najiachilia kabisa. Labda uliwahi fika mahali ukaona ni kama hii addiction ina affect your lifestyle, your studies? Nikiwa shule sasa uanze ku regret? Regrets inakuwa hiyo ni normal na kila addict. Ukiwa addict alafu sasa ushaku ile high, watu tunaita highness, ile kuwa high ikianza kuisha kwa mwili, ndio unaanza ku reflect kwa mambo mengi ambayo umefanya ukiwa umelewa, missed opportunities ambazo umepoteza, na zile broken relationships ambazo umekuwa nazo. For example, sana watu important kwa maisha yako kama wazazi. Naona kama family members hivi. Unakuwa na regrets. Lakini now kuzima hiyo regret kwa akili yako, unajipata tena umeregea pale kukunywa tena. So ni kama cycle. Unakunywa usahau, alafu unasahau ndo unakunywa tena. Mbere tukumakia ni ya ile ya kurecover, maybe kuna that experiences, memories iraacha na karika zenye zilikuwa zina happen hiyo time, labda umelewa, kuna mambo wezi sahau? Kuna moja nakumbuka 2018. Hiyo nakumbuka tulitoka na marafiki zangu tukiwa Mombasa. Tukaenda tukakunywa zile local, zile palm wine. Saa jioni ikafika, sasa nikakuwa nafaa kwenda nyumbani. I don't know nini ilifanyika, nikalala kama kawaida kwa mitaro. Nikikuja kujisikia niko emergency, nimepelekwa hospitali na mamangu na iko zile first aid. So kuangaliwa vizuri, daktari akasema huyu amejaribu figo na hii mambo ya ulevi. So watufanyaje kumsaidia? Tufanye dialysis. So naona hiyo ilikuwa ni kwa namba 1, ilikuwa ni cost moja kwa familia. Wazazi wangu wako wameitenga ndio waifanye. So wakauza mpaka shamba. Nikafanywa dialysis. I think 4 of them. God is good, kidneys karejea tena vizuri, zikaanza kufunction. Hiyo ni one of the nini nakumbuka experience yangu nasty, yani ile siwezi kuisahau. Lakini still ilikuwa 2018. Kupo nijishike sikio.
bado nikarejea kwa ile tabia tena, nikasahau kuwa kidney zangu ziko na shida, nikarejea tena hapo tena worse, nikakuwa tena worse tena until sasa last year mwisho wakati nilisikia sasa nimefika mwisho nilisikia yani nimechoka, ndio nikakuja nikamwambia mzazi anipeleke rehab sasa. Nini ilikuwa ina happen ndio come to your senses that you want to change, that you want to begin that journey ya kurecover? What was going on in your mind? Nilikuwa kuna hiyo siku specifically, hiyo siku ilikuwa it was on a Sunday. Na kama kawaida tena nikakuwa nimeanguka. So mzee nilikuwa nimekunywa pombe mpaka nimeanguka. So mzee akapigwa simu akaambiwa kuja uchukue kijana wako amelala kwa soko. Sasa alipokuja kunichukua katika hiyo gari sasa tunaenda. Sasa jua ndio nimejianza kujielewa. Sasa nikaziangalia nikaona vile niko mchafu. Nikaanza kufikiria tu maisha yangu. Wenzangu mali wako saizi. Same age na mimi. Wako mbali kunishinda. Na zile opportunities zote nilikuwa nikizipata nikiwa miaka za nyuma nimezipoteza, na sasa mimi ndio huyu sasa naokotwa kwa soko. Unajua kuokotwa kwa soko ni aibu. Kuokotwa kwa soko. So mzee akaniketisha akaniambia, wewe kama unataka kuendelea na hii safari ya kuendelea kulewa, endelea kulewa, lakini the best thing unaweza fanya sasa, nenda rehab upate usaidizi, ndio at least tuseme ilikushinda. Sababu hiyo ndio one of the ways unaweza pata usaidizi katika addiction. Ndio nikakubali nikakuja. Wazazi walipokelea aje ama walichukulia aje hiyo decision yako? Walikuwa very happy, especially mamangu. Ndio walikuwa akiniambia kila wakati nijaribu kuona kama nitapata usaidizi kwa rehab. But nilikuwa naona rehab ni mahali watu kuna ni wendazimu wanapelekwa huko. So nikasema ama wajua watu wanafikiria pia rehab ni mahali mtu anachapwa na mafuta kama hizo. So aliposikia alifurahi sana. Na hata imagine hiyo siku hata sikuwa nata shilingi 10 ya kujinunulia besen ya kukuja rehab. So nikafanywa kila kitu. Nikaletwa. Na for those 3 months nilikuwa huku, hata niliona the love they had na vile walikuwa wamefurahia. Ndio walikuwa wanakuja kunivisit, kunipatia words of encouragement. Na mwisho nikaona kweli this is what they wanted pia. Ni change. Hiyo journey ya kurecover, kuchange, kutransform your life imekuwaje? Imekuwa mzuri. Sasa kusema kweli hata nimefanya mambo mengi in those I think ni 7 months tangu nitoke rehab. More than zile nilifanya for the last 2 years. Kwa sababu at least sasa naweza sema nimejikakamua, nimenunua hata ng'ombe. Naona hata kitambo hata shilingi 50 mfukoni ilikuwa huwezi pata. Sasa at least niko na ng'ombe nimepata. Na my relationship na parents wangu sasa iko nzuri. Ndugu zangu, my aunties and uncles, trust bado sasa imeanza kuregea. Unajua kwa hata kwa siwezi kuaminika. Hata nyumbani kule kitu kipotea, number 1 suspect ni mimi. So far life is good. Yani sasa nashukuru imenipatia pia peace of mind kwa wazazi wangu na pia kwangu pia. Wow. So unafanya kazi gani? Kwa sasa na saidia mzee, tumechimba borehole. So tunamsaidia mzee kufanya ukulima wa tomatoes na onions, na plus hiyo sasa kuweka ng'ombe. Sina formal employment bado. Aya, kwa hii journey yako kuma kienda wayo mwaka gwitikiria wewe ngo guchange, umechange, life imechange. Ni nini imekufunza hiyo journey? Hiyo yote sasa mpaka hapo. Kitu ya kwanza nimejua choices iko na consequences. Kwa sababu zile choices tutamake kwa maisha, whether you like it or not, utakuja kuzilipia baadaye. So hiyo ndio ya kwanza. Ya pili ni kuwa hakuna mtu mwingine atakusaidia katika, for example sasa kama hii addiction. Those people who are closest to you kama family members, hao ndio the first people watakuja kusaidia. So kama kuna kitu moja nimependa ni support system ya mtu ikuwe family. Sababu hao ndio watakuja wakati kila mtu amekutoroka. Hao ndio watakusaidia. Wow. Kama sasa umechange, umeanza ukurasa mpya wa life, maybe ni nini unafanya kutiera
haujarudi kwa that season. Nilikuwa na notice kitambo ile tunaitaga triggers za kufanya nilewe. Ilikuwa ni boredom. Ukikuwa umeboeka, hauna kitu ya kukuweka busy. Hiyo ni kitu ya kwanza inaweza kufanya very easily ukajipata pale pale ulipokuwa. Na pia sasa hiyo ndio kitu ya kwanza nafanya, kuhakikisha kuwa niko busy every time. Every time niko busy, na kama wakati siko busy at least hata naweza hata nilale kidogo, but mind itoke tu mambo ya pombe. Ya pili naweza sema ni kitambo kwa natumia alcohol kama kwa kizungu tunasema coping mechanism. Kama kuna kitu itakusumbua wewe kuisahau mpaka ukunywe. So siku hizi at least I speak. Kila kitu kinisumbua naongea na share sana na wazazi, wanipatia hata ile mawazo ya kunisaidia so that sifikirii kukimbilia pombe. Ya hizo ndio vitu mbili naweza sema zimenisaidia. What gives you strength? Strength. Ya kuendelea sasa usirudi kwenye umetoka. Ile smile naonanga sana mamangu. Ile namuonanga kila asubuhi akiniona niko soba. Kwa sababu kusema kweli mimi nilisumbua wazazi sana. Niliwasumbua mpaka to a point that hata simu ikikuja usiku saa 9 usiku kwa mama ilikuwa anashtuka. Hajui ataambiwa nini. So just seeing her ako happy, ako na peace of mind, anaweza lala usiku. Hata pia mzee pia hana wasiwasi na mimi. Hiyo ndio inanipatia hiyo strength. Haya, unaweza waambia nini wazazi wako wamekutrust na that process, wakakusaidia kurecover, they have been there for you, supporting you, maybe word yenye uko nayo kwao? Naweza waambia siwezi walipa for kunisaidia vile walinisaidia, kwa sababu wamenipatia another chance ya kuishi. So the only thing naweza walipa nayo ni kwa promise kuwa nitakuwa sober. Nitajaribu kuwa sober na promise kuwa hiyo jani ya kitambo hiyo ilikuwa ya shida, sitairejelea tena. Na hiyo ndo naweza waambia, na nashukuru sana. I thank God for them. Hiyo jani ilisha na ukafunga huo ukurasa. Kufunga kabisa. Wow, nice. Maybe kuna youths wengi, wengine wako campus, wengine wako high school, wengine wako pale nyumbani, na umepitia that journey ukiwa youth, uko high school, ukiwa campus. Unaweza waambia nini about hii journey ya kuingia kwa trust? How is it? Maybe wenye wajengie huko wasijaribu. Ile naweza waambia, kama hujaingia huko usijaribu kuingia huko. Kwa sababu hiyo ni kama shimo ile ambayo haina mwisho. The moment utaamua kuingia, utakuwa na fall deeper and deeper and deeper. Na the more ukiendelea kuanguka chini, the less likely unaweza pata usaidizi. So kuepuka hiyo mambo yote, ni heri usijaribu kabisa, no matter how fun it is. Najua hata mtu akiwa campus akiona tunasemanga crew, yaani unaona marafiki fulani wanaenda kunywa on weekends, unaona hiyo ni a cool life. Lakini vile nilikuwa nimesema mara ya kwanza, kila choice tuna make, especially tukiwa young, tutakuja kuilipia hata kama tutakuwa wazee. So kwa sababu ukiangalia hiyo ni almost 19 years tangu nianze kunywa, na hii I am sasa hivi nailipia mpaka sasa hizi. So wasijaribu kabisa. Usijaribu, at least find something ya kukuchukua time yako. Discover your hobbies ambazo unaweza kuwa busy nayo, ndio uepukane na hiyo mtego ya madawa ama upombe. What about wenye washaingia wana try ku recover? Hao walioingia, it's never too late. Sio too late to change. Tunasema God is a God of second chances na third na fourth na fifth. So jaribu kuwa na hope ya kuchange. Najua ni ngumu, lakini live one day at a time. Kwa katika hii soberness tunasema one day at a time ndio ina matter. So heri tu upate tu hiyo nguvu ya kuacha. Kuacha si ngumu na si rahisi pia. But the first step ya kuchukua ni ku accept that wewe ni addict na uko powerless. Na kwa life yako imekuwa unmanageable, uweze kuicontrol. So start first by accepting that uko na shida,
na usik help. Rehabilitation center si malipa vile kwa nimesema kwa nafikira kitambo si kwa wenda wazimu hapana. Kwa sababu my time nikiwa rehab kulikuwa na lawyers hapo ndani, kulikuwa na doctors, kulikuwa na teachers na hao si wenda wazimu of course. So wakuja tafute tu help na I'm sure watasaidika vile nilisaidika. Na plus pia parents wao addicts. Natakwambia kuwa addiction watu wanafikiria ni kupenda kwa mtu. Addiction is a disease kama ile disease nyingine. Kama vile sasa huwezi niambia utachoose leo utamwona kichwa ama kesho usiumwe na kichwa. So the urge ikikuja kukunywa haizi jicontrol. Kwa hivyo muunderstand na the first thing unaweza fanya kuunderstand ni kumtafutia usaidizi. Hiyo ndio unaweza kusaidia tu. In general maybe unaweza ongelesha wale watu, kuna wazazi, kuna watu wote wenye wanaumia kwa utumizi wa hizi dawa. We mtu umeitikia dawa hiyo, you've tasted that hiyo kitu umesikia venye iko, umetest life ya kuwa kwa drugs, unafeel venye iko. Maybe unaweza waambia your last one. My last we encourage watoke huko. Wale ambao wanatumia na hao wengine ambao unajua addiction kama huko affected still, hata kama ni si mtoto wako, hata mtoto wa jirani akiwa mlevi pia itakuwa affect. Anaweza kuja akaiba vitu kwako. So everybody, kila mtu kwa member of society is affected na alcoholism na drug abuse. So naweza waambia katika wale wanatumia seek help, talk, ongeeni ile kitu inawasumbua na muone kama mnaweza pata usaidizi. Kuacha pombe si kitu rahisi najua, lakini if you take the first step ya kuacha, trust me, either hiyo step zingine mpaka uache itakuwa rahisi. Na hao wengine ambao watumia lakini pia ni watu wao wanatumia, accept them, yani msiwabanish, msiwacondemn, instead tafuteni tu usaidizi kwao, kwa sababu deep inside they are crying for help. Ni venye hawezi waambia. So the only way anaweza kuonyesha kuwa ataka help ni kukimbia kwa hizo madawa kunywa. So just accept them na mtafute tu usaidizi kwao. Hivyo tu ndo mtu anaweza saidika. Kwa kiuria nitikuuririe. Campus ulikuwa umefanya course gani? Nilifanya economics. Economics nilimaliza, niligraduate 2010. Yeah. So maybe pale nyumbani kuna mtu anawatch program, akona opportunities za hizo kazi zenye zina relate na hizo vitu umefanya. Maybe unaweza tupia contact zako. Yeah, naweza wapatia. Na sio necessarily pia iko economics, kwa sababu I'm trying to rebuild my life saizi. Just any job ambayo itanisaidia. Namba zangu ni 0758 046 710. Yeah. Maybe unaweza rudia tena, kuna mtu anatafuta simu. 0758 046 710. Yeah. Wow, shukran sana. Tumeshukuru kwa nafasi ya kutuariria, gututara na ndina mamutegera Weru TV urombikia kuithira auririte njireo akona kwina wirigiro. There is hope that anaweza change life yake na life yake inaweza rudi kuwa normal. So we wish all the best na uendelee na hiyo moyo. Asante. Aya nkathoshe mwenye muno mutegera Weru TV akurikia kwithetwa namba yawe imuntu athomi na uketha wina opportunities na uome na ombe kwitha kimuringira na mbeu na uketha wikimo trust na ngwe yeyote I willing kwithira kibuithia. Kathoshe mwenye muno no tubako na kanya kwatana abatu kimubango yonkombo cha mithega ndina makwina mateo mengi wethira kithoma ati kwina wirigiro kethira na ithira kiuma kiutumiri bwanda wichambo gita na ithira kiagirithio turobwawe kinya wori njau no ombe kwithira wikinya makinya ya kurekana ndawe kurekana nchobiu no turobo kubukethia bwishokanira na bugetambire prabo batere thira wino tukobopoya betawini akinyiro.